Asante, nimeshafika. Kumbe unaishi humu? Ndio. Basi mimi kuna mteja namwaya hapa kanipigia simu muda mrefu anasubiri kijiweni. Au sio? Sawa, hamna tatizo. Unyama. Avinitishi, avini baba ishi, ule mpango vipi? Kwani vipi? Ulikuwa unaongea na? Maswali gani tunaulizana? Niongee na nani wewe na kuhusu nini? Na wewe kama nani unaniuliza hivyo? Kama mama mwenye nyumba. Ila sasa hakikisha kwamba unafata masharti yangu. Mimi ni mkorofi. Oho bwana wewe uliza mjubenga utaambiwa mimi nani. Mimi huwa sipendi mchezo kwenye kazi zangu. Yaani mtu yoyote atakayecheza na pesa yangu ujue anacheza na maisha yangu. Hivyo siwezi kumwachia. Lazima nimkamue. Kwa hiyo kama unaweza kufanya kazi yangu, fanya kazi. Sio mambo mengine. Na kingine, ikifika muda wa hesabu yangu, sitaki longolongo. Clown, huyu akileta manzegele boy ujue mimi nitadili na wewe. Usiwe na shaka kiongozi, yani kama alivyokuambia, huyu mtu wa kazi, pikipiki kitambo kaanza kuendesha pikipiki huko, yani kama alivyokuambia hivyo. Kwa hiyo likitokea tatizo lolote, wewe nikamate mimi. Yani huyu ni ndugu yangu kabisa, yani mjomba wangu ankali kolikoli. Sawa, hakuna shida. Kwa sababu mimi mwenyewe naki nilola pano, nje nitoa kazi. Umeona? Kwa hiyo ukinipa kazi, nangu nje nafanya kazi. Umeelewa? Kama nje kuna mambo mengine yanakitokea huko, njia kawaida tu basi ndio sheria ichukue mkondo wake. Umemsikia mwenyewe amesema kabisa sheria ichukue mkondo wake. Sasa bwana, utakapozingua sheria itachukua mkondo wake kama ulivyosema wewe mwenyewe. Sawa bwana? Hapa kazi umepata. Hayo mengine labda ujitakie mwenyewe. Mimi nimekuelewa na mambo ya kwenye ukalofi hapo. Mimi mwenyewe ukalofi wewe. Kwa sababu mimi nje nikawa nangalia ngumi yule John Cena yule. Nje nikawa namuhiga yule. Na nje maana nangu nakendesa pikipiki. Mwizi akitaka kunikaba. Nje nankangota kama John Cena. Yaani siku hizi hulali ndani. Hufanyi chochote humu ndani. Kama mama Ntumu kaondoka sasa hivi ndio wewe ndio unatawala. Sasa sikiliza. Kitu ambacho kwa kijui, mimi ndo maza house. Upo. Sheria zako zote sasa hivi unabidi ufuate za kwangu mimi. Zingine zote zinakufa. Wewe. Eti mama mwenye nyumba. Hivyo ukijiangalia una hadhi kwa mama mwenye nyumba? Haya, umo ndani japo na 1500. Mama mwenye nyumba gani kapuku mkubwa wewe uso haya? Hata buku ndani huna. Hivi unajielewa wewe? Kwa hiyo hapo nataka kuniambia ulivyotoka ulipolala nje umepata hicho kibuku ndio kinachokuzuzua akili kuniambia unikanitoa akili mimi ndani sina buku. Una uhakika gani? Mama mwenye nyumba anakosa hela. Alafu jishikilie mtoto wewe. Sasa kuanzia leo napanga sheria. Hakuna kulala nje na nyumbani. Kila kitu lazima unisikize mimi. Nikikwambia lala chini unalala. Panda kitandani unapanda. Kwenye kochi. La sivyo pata kushinda mundani utapoona pachungu. Unipangie mimi ni mtoto? Watoto ndio wanatakiwa wapangiwe. Muda kulala, muda kuamka, lakini sio mimi mtu mzima mwenye sharubu zangu. Tena ukome Mwantumu, ushike adabu yako. Huko nilipotoka hujui nimefanya nini. Hivyo ukitaka kumpangia, mpangie mamako. Muda wa kuingia na muda wa kutoka, sio mimi. Sasa iambie hiyo halmashauri ya kitu chako, ikome mara moja. Tena ikome kidogo kidogo. Marufuku mundani kutoka. Kunguru mjana wewe. Nyo. Eti nyo. Nyo unajua wewe? Nyo juu chini tia rasta. Nipishe mimi. Kwa kipi hasa choko niwe chini pishe mimi sijenga kuwa. Na umundani mpaka useme hapo bado hujasema dadeki zako. Wewe mimi kalofi nikisema ni kalafise mtu. Nadhani sasa fanya mpango. Au nipe funguo. Nawezaje kukupa funguo bila utaratibu rafiki yangu? Hii ni biashara. Lazima tuwekeane mkataba, nijue ni namna gani nitaweza kukabidhiana mimi na wewe. Kesho kinikimbia mimi nitamfuata nani? Au kesho kanitoroka, ukanitengenezea story? Maana mabodaboda nyewe kila siku mna story. Mara wewe nimepata ajali, mara siku mwingine kajipiga mabandeji huko anakuja kajipiga mwenyewe afa anakuja anasema kapigwa mapanga. Mimi nawajua bodaboda. Kwa hiyo usitake kucheza na mimi hata kidogo ndugu yangu. Sio tunaelewana? Clown. Mimi nafikiri kesho mlete bwana tuandikishiane mikataba na kila kitu nimkabidhi pikipiki yake. Aanze kazi.
Atakuja mwenyewe tu. Mimi nitakuwa na mitikasi yangu na malizia kidogo. Basi sawa, mimi nadhani hilo limekwisha. Karibu sana ndugu yangu. Ai bwana. Hakuna shida. Kweli dereva nimepata mwaka huu. Kashaniacha na njaa sasa. Hivi kuna dereva kweli humu? Maana toka kafika naona anaangalia maandazi yangu tu. Doko. Mimi mwenyewe hata siyashiba. Shenzi Dar es Salaam. Shenzi punda tu la malusofu. Hamisa rafiki yangu. Mbona tangu ulivyokuja unaonekana ni mtu mwenye mawazo sana? Shida nini? Shoga yangu. Wewe acha tu mwanaume anivuruga akili mwenzio. Ananichanganya kichwa. Simuelewi kabisa. Anakuchanganya akili? Hivi kwenye karne ya sasa hivi kuna mwanaume kumchanganya mwanamke akili kweli? Embo amko alipolala shoga yangu. Sasa hivi wanawake mjini hatusumbuliwi na mapenzi. Tunaangalia sapampa. Haya. Embo niambie boy yako kwa kufanyaje tena? Tena rafiki yangu. Nadhani unatambua Afrika yule mwanaume, mimi ndo nilikuwa namweka mjini. Kuanzia kula yake, mipango yake yote. Uwezi amini hata pale nyumbani tunapokaa, mimi ndo nilikuwa nalipa kodi. Mpaka nikaamua kutafuta pesa nimpe hela ya mtaji ili afanye biashara. Lakini uwezi amini jana, kaja alidai amechanganyikiwa, kavurugwa eti kaniambia kaibia pesa zote. Hapa kichwa changu hakifanyi kazi, nimevurugwa kabisa. Kaibiwa? Hiyo michezo hiyo. Hajaibiwa kitu chochote. Yanapo anakuja anachukua huko anaenda kugawa huko kwa madem zake. Anakufanya kama mshangazi. Unatoa alafu anaenda kugawa huko. Hapo huo ni mzigo. Yaani mimi ni mhudumia mwanaume kwa kila kitu. Alafu aje kuniletea ujinga aliokuletea wewe. Pange chimbika. Labda sio mimi Tina. Sasa nifanyaje shoga yangu? Unafanyaje? Hujui cha kufanya? Yaani hapo ni mwendo kata mti, panda mti. Avintishi huyo. Avintishi huyo. Avintishi huyo. Asante sana shoga yangu Avintishi. Maana bila wewe vitu vangu nisingevipata kabisa. Usijali udugu wangu. Hayo mambo madogo. Maana hata mimi nikiwaga na shida zangu, nikikupigia simu yangu moja tu, muamala unaingia. Kwa hivyo vitu havina hata shida. Ni kweli. Maana kama unavyoona simu yangu, hii ndio kila kitu. Ni simu moja, muamala unasoma. Haya. Alafu nimekumbuka. Kuna mchongo hapa nimeupata. Fina mwezeno mchongo unaujua. Bado wewe Husna na Kijusupao. Kuna mama huyo ana mipesa hatari. Juzi tulienda kwake shoga yangu. Yaani ile TV shoga yangu ukiangalia hivi naona unajiona. Tumekula so poa. Na unajua maana kula nyie, tumechafuliwa meza. Huyo mama kazi yake kutafutia misponsor. Wewe kazi yako unaruka nao tu. Maana hata pale kwake keshatokea hadi chumba. Mshindwe nyie tu. Yaani mwaka huu lazima tubadilishe maisha, tutembelee lenchi. Havintishi. Mchongo? Ndiyo mchongo. Mchongo gani wewe kama sio kujiuza? Unakuta wanakupeleka kwenye madangulo yao eti ni nyumba zao, wanakuambia wamekupangia chumba, wanakupa chumba ukae bure, unaenjoy. Wale wakikupeleka wale wanafaidiwa. Sijui unaelewa? Ukienda pale, sponsor na kimpa 200,000 unapewa 10,000. Mambo gani sasa haya? Kaka, mimi mchongo sikubaliani na. Huyu naye kama mshamba vile. Hivi wewe hutaki kutoboa au? Hivi wewe unashangaa nini kwenda kwenye madangulo? Wewe unavondokaga hapa nyumbani siku 2 siku 3 uonekani na mabwana zako wa mtandaoni. Kuna tofauti gani na kujiuza? Si bora hivyo kuliko kupelekwa huko wanafaidiwa wewe unatumika. Mimi siwezi huo mchongo na sikubaliani na huo mchongo. Tena niache. Kwenda. Haya pumba ishaondoka. Wewe mchele unasemaje? Yaani shoga yangu mimi na wewe tena. Ulipo nipo. 4-5. Ugomvi kwanza, kula baadaye. Avintishi huyo. Avintishi huyo.
Mwenzangu vipi? Safari ya wapi tena? Mke wangu. Kiukweli nilikuwa nimetoka hapa nje nipunge upepo. Nimechoka kukaa humu ndani kama utumbo. Ila mke wangu umefika muda mwafaka. Kiukweli napigiwa simu. Wateja wangu kule kwenye chips. Kama unavyojua mimi na wateja wa mbali, wateja wa Tegeta kule na wateja kama 70 kule. Wote wanatoka kule wanafuata chips kwangu. Kwa hiyo imekuwa kama kero. Hivyo nilikuwa nakuomba mke wangu, nikopeshe pesa. Kesho nifungue biashara. Wateja wangu wanahangaika. Kama unavyojua chipsi zangu ni chips mwachanisho. Nitaachanisha ndoa nyingi. Sikia nikwambie wewe, ujinga wakati wa kwenda, wakati wa kurudi unakuwa umeshajua njia. Hivyo unanichukuliaje wewe? Kwa taarifa yako, habari zako zote hapa ninazo. Nakupa pesa zangu, umeenda kuwapa wanawake zako huko, unakuja kuniletea drama eti umeibiwa pesa. Hivyo unanionaje? Acha basi mke wangu kusema hivyo. Nani? Watakuwa wameshakushika masikio walimwengu hao. Na waga wanasubiri tu doa liingie katika mahusiano, wanaingiza kitu chao. Washaanza kukukamata. Yaani mke wangu mimi kweli pesa ulionipa navyoiheshimu. Mimi nikuibie wewe. Yaani nitoe pesa mfuko huu niweke mfuko, nakuwa na maanisha nini? Acha kusikiliza watu. Sisi tujenge mapenzi yangu mimi na wewe. Mimi ndo najua wapi tumetoka mimi na wewe, sawa? Nipe nafasi ya mwisho mke wangu. Last chance. Nikuonyeshe maajabu. Nakuomba niko chini ya miguu yako. Basi sawa baba mkweli, nimekuelewa. Nina surprise yako. Surprise. Wewe nayo unapendaga kunirusha roho. Kwa hiyo ni kumbe hata hii ilikuwa ni surprise eti. Au majunia sasa hivi hapo ndani humo ndio unataka. Ngoja nifumbe macho sasa. Make nimemisi hivi vitu. Na muda sijafanywa surprise mwenzako. Mwanamke anapendaga kunichekesha hapo, sikute kashanunua majunia ya viazi hapo ndani. Surprise. Naomba unisikilize wewe mwanaume. Kuanzia leo, hapa nyumbani kwangu nisije nikaona umeta miguu yako tena. Na hii nyumba ione kama kituo cha polisi. Nani? Mama wako. Ali, sikiliza tuongee kidogo mke. Sasa wewe mwanamke unafanya kitu gani hicho? Kwa hiyo ndio surprise kweli ambao umeniambia unanifanyia surprise. Mambo gani ya kufukuzana mchana kweupe? Si ungenifukuza hata usiku sasa kama ulikuwa na mpango wa kunifukuza. Mambo ya mtu. Yule mleta nyumbani pale na? Sasa maswali gani unaniuliza? Na unajua kabisa kama mimi bodaboda na ule abiria nimemshusha pale. Kuna ubaya gani? Unajua kabisa pale ulipoleta abiria ni kwa mchumba wako. Ulishindwa hata kuja kunisalimia mambo? Poa. Eti poa. Wewe ndio ulibidi kunisalimia kule mambo, mimi nikaitikia poa. Hapo naitikia poa na kuhusu nini? Nimeamua kuitikia hapa kwa sababu nyinyi wanawake nawajua. Unaweza kushangaa hapa nisiitikie, kesi kaanza tena zikawa kesi mbili. Kuna kesi ya kuja kusalimia kule na kuna kesi ambayo sijajibu hapa. Nimeona bora kwanza nijibu kabisa. Haya, poa. Unajishetua siku hizi Yaani kwanza siku hizi hunitafuti mpaka nikutafute mimi. Simu unipigi, yaani mpaka mimi ndo nianze kujishobokesha. Nikutafute kwani umepotea? Siku hapa nakuona kabisa hivi, hakuna shida gani? Yaani hapo mtu wenyewe umekuja hapa tumekustiri. Yaani sawa tu kama kunguru kaja kutupa kifaranga chui, tumekustiri hapo ndo unajikuta mwindi wa kusiri ndo kufana Sharukani au sio? Kwa hiyo unanitusi mimi. 24 hours. Unamaanisha mimi najichubua. Napaka kalikiti kichwani, si ndio? Tena dawa ya muogo kabisa. Eti nyenye. Kwa rangi gani ulokuwa nayo kutambishia hapa mjini? Ovyo. Yaani nyinyi wanawake mna taabu sana. Sisi wanaume tumeamua kutulia na nyinyi. Mnaona kama tunawapenda sana, yani tunashindwa kuacha. Kuna watu kibao wananigombania. Juzi kati hapa wamepigana hapa. Nikamwambia mnapigana kwa sababu gani wakati mimi demu wangu Mwantumu? Eti juzi kati watu wamenigombania nikamwambia demu wangu Mwantumu gombania na nini? Kusema hata ungekuwa kidogo una kifua chenye six pack ndugu yangu. Hapo ulipo flat kama ubao. Mwantumu, naomba uniheshimu. Mimi ni bwana wako. Hizo dharau uzopeleka huko kwa watu wengine. Angalia unaongea na nani hapa sasa hivi? Sikia nikwambie kitu kimoja. Sio kama sikutafuti, mimi simu yangu imeibiwa. Nimekabwa na panya rodi. Eti sijui, ungenionea huruma nimekabwa na panya rodi. Na umala wako ulokukoma mpaka kwenye kope. Sio sala si mwenyewe umeunga wewe. Mwantumu, mimi malaya. Mimi Mwantumu. Nachoka mimi Mwantumu. Asante mashabiki zetu. Tunawapenda mashabiki zetu. Asante mashabiki zetu kwa kutupokea mashabiki zetu.
Sikia muuza maji katoa vingi vipaji. Japo Mola ndiye mpaji ila nyie ndio majaji. Ona na sasa vintishi tumewaletea vintishi. Ona na sasa vintishi tumewaletea vintishi. Ona na sasa vintishi tumewaletea vintishi.